Kenya, nyie wa Kenya nyie, ikiwa rais wenu tu alikubali na akaomba msamaha, nyie nani msikubali wa msamaha? Wakenya wamenituma nije niulize kama Tanzania kuna wanaume, na kama kunao basi si kamilifu. Kwa sababu gani? Mnawezaje kurudiwa na mwanamke? Mnawezaje kuongozwa na mwanamke kama nyinyi ni wanaume kamili, wakamilifu? Aje sasa. Watanzania wazaneni na sisi wa Kenya. Sisi mambo yetu hamwezi. Sasa Suluhu njoo chukua walemavu wako na watu wengine peleka kwako nyumbani. Hello and welcome to another episode of Kenya versus Tanzania. Things are getting out of hand. Or what do you think? Tanzania wanatupa cheche za maneno, Kenya wanatupa cheche za maneno. So kama wewe mgeni hapa, make sure you subscribe and you hit notification bell so that when we upload another video, you'll be the first one to watch. I want you to watch the following clips. Alafu niambie, what do you think? Ni nini mbaya? What is happening? Me, I think that hizi two countries zinafaa tu sasa ziweze ku held a meeting where these two countries will now discuss on the terms on how they will resolve this issue. Naona ni kama tu Mama Suluhu na baba wa taifa la Kenya, President William Ruto, waweze kuita mkutano wa dharura ili waweze kukaa na kuzungumza, waone ni vipi wataweza kutuliza haya mambo ambayo yanaendelea mtandaoni. That is just my views. Ningependa uweze kutazama hizo vita ambazo zinaendelea hapo mtandaoni, the following clips, and you tell me what do you think. Sasa watizetu mnataka kujifanya. Mshaifanya MP wenu wazime simu. Hapana, umekuwa kwa hiyo inchi kutoka uzaliwe. Uko na miaka ngapi wewe? 25. Kutoka 0 mpaka 25. Ushaifanya MP azime simu? Thank you. Mtu heshimu, tukiongea mna salute. In fact, hata ukiwa kwa ndege na mnapita hivi juu ya Kenya, usalute mpaka mtoke hapa. Muache mchezo bwana, heshimu. Check you. Hey, wewe. Nyie wa Kenya nyie, ikiwa rais wenu tu alikubali na akaomba msamaha, nyie nani msikubali wa msamaha? Kwa nini lakini mimi nawaambia tu, cha mkufu mwanafuu ha kila huu, cha mwanafuu mkufu huu akila ha. Mmenielewa? Yaani ndio hivyo. Hebu jaribuni kuheshimu viongozi wenu. Mjaribu kuheshimu wakubwa zenu. Mjaribu yani mjaribu tu kuwa watu wenye maadili. Yaani msikae hivyo. Ikiwa kiongozi wa taifa ameomba msamaha, na akasema watu wasamehewe, nyie bado mna makasiriko ya nini sasa? Hawa Kenya jamani. Hapo mnapoelekea mwelekei pazuri. Kiongozi akishaomba msamaha kwa niaba ya taifa lake, kila mtu akubali msamaha. Sasa nashangaa Wakenya wanasema kwa nini rais ameomba msamaha na sisi bado hatujakubali? Kwa nini rais kaomba msamaha na sisi bado hatujakubali? Lakini yeye ndio kiongozi wa taifa na mnafahamu msikilize. Hebu tuacheni tu ugomvi bwana. Ama mnataka tuendelee na ugomvi? Sasa Suluhu njoo chukua walemavu wako na watu wengine peleka kwako nyumbani. Habari zenu ndugu zangu wa Kenya. Kwa majina naitwa Yusuf Mwendatezi na mimi ni Mtanzania ambaye anaishi Kenya. Kwa muda sasa nimekaa Kenya kama zaidi ya miaka 7 saizi. Na ndio naelewa kuna kuwa na vurugu kati ya Kenya na Tanzania, siku kadhaa zimepita, na kusema kweli wa Tanzania tunaumia sana. Kusema ukweli from deep down tunaumia sana. Kwa sababu ndio naelewa Tanzania saa zingine tunaweza weka kiburi mbele, lakini sisi tunaelewa Kenya ni akina nani, na tumeona yale matendo wa Kenya wanafanya, na wa Kenya sio watu unachezea. Tafadhalini ndugu zangu kutoka Tanzania wenzangu, tuelewane na tujaribu tu kujileta chini kidogo, tuongee na Wakenya vizuri, watusamehe. Ndio tulikosea. Kwa sababu tunaelewa pia vita ilianza na matamshi ya rais wetu Samia Suluhu, na mpaka sasa kuna suluhisho imepatikana. Tafadhalini tuacheni madharau, na ili tuweze kushirikiana kama nchi mbili jirani, tuweze kuomba Wakenya msamaha. Na kwa upande wangu nimejaribu kadri ya uwezo wangu. Kwa hivyo wenzangu, tafadhalini tuombe Wakenya msamaha ili waweze kutusamea. Wamehaki akaunti zetu zote, pesa zinapotea, maakaunti zinaenda za polisi, wanaposti wabunge wetu, naonyesha vitu ambavyo sisi hatujaiona.
wakitumia artificial sijui ni AI, tafadhalini kwa moyo mkunjufu tushirikiane tuweze kuomba Wakenya msamaha ili hali irudi ya kawaida. Sijapenda kabisa. Wakenya wamenituma nije niulize kama Tanzania kuna wanaume, na kama kunao basi si kamilifu. Kwa sababu gani? Mnawezaje kuruliwa na mwanamke? Mnawezaje kuongozwa na mwanamke kama nyinyi ni wanaume kamili, wakamilifu? Aje sasa mwanamke anaongoza? Aje sasa mwanamke anatoa sheria? Aje? Order, Kenya. My lord, this situation is in Kambagas and Paragun and Demiwa and unauthentic. In fact, I publicly declare the Tanzanian spotters Palala that is full of blog dog, Carolambas, Carol. Order. Tanzania. Mimi nashukuru koti. Hey, order. English, please. No problem. Okay. Thank you, Madam Speaker, sir, for giving me my seat. This woman is... Why is you crying? Is crying why? Order, Tanzania, proceed in English, please. Okay, Madam Speaker, sir. Okay. Now, okay, this of Kenya is do Tanzania very bad. My brother, are we on the same page? Oh. Unajua Watanzania wazaneni na sisi wa Kenya. Sisi mambo yetu hamwezi. Yani the whole brigade of Tanzanian parliamentarians including women wameachana na mijadala yote muhimu ya serikali ya Tanzania wa discuss we Kenyans. Alafu vile niliona hiyo mijadala yenu waseni niwaambie, they are not even valid. You cannot compare mijadala yenu na sisi yetu wa Kenya. Kwa sababu, in fact, we want to donate you from MPs. Wakuje wawafundishe vile mijadala inafaa. In fact, bunge yenu, we can compare your bunge, your parliament. The only thing that we can compare with it. Na si kucompare, in fact, si kucompare. Iko karibu na hiyo. Ni wale watu wanaendaga Jakaranda. Hivi, mnajua watoto wa viongozi wenu au viumbe wenu viongozi wanasomea Kenya. Mnajua hao watoto ndio tunasoma nao huku. Hao watoto wa wakubwa wenu wanasoma na watoto wetu huku. Mnajua hivyo? Kama Kenya mmeshindwa kuheshimu rais wenu na viongozi wenu, msipeleke ujinga wenu Tanzania ama taifa lingine. Mimi nitawaambia ukweli, munichukie, munitukane kwa comment, I don't care. But I will stand with my stand. Wacha niwaambie wa Kenya, mmekosa heshima. Mnatukana mpaka rais wa nchi. Wa Tanzania, ndugu zangu, wajua mimi wanawapenda sana. Kwa sababu mimi naelewa kuna tofauti baina ya Wakenya na serikali ya Kenya, wa Tanzania na serikali ya Tanzania. Hao ni watu tofauti wote. Hilo jambo mimi nalielewa. Ndio maana mambo mengine kama haya lazima tuende kuwe na ubalozi hapa katikati. Hatuwezi kwenda Mwijaku tu mambo kihamasa. Yule Mwijaku alisikia akili ni nywele, kila moja ana zake, likakimbia kwa kinyozi. Hala, nipige kipara. Ambaki na bitwa lake sahi kama kaimati iliyochelewa kutolewa kwenye karai. Watanzania wenzangu, ngoja niwaambie kitu kimoja, sawa? Hakuna Mkenya ambaye kuwa na ndoto ya kuja Tanzania. Hakuna Mkenya ambaye yuko na ndoto ya kuja Tanzania. Sisi wa Tanzania wengi tunatamani kwenda Nairobi, guys. Wengi sana tunatamani kwenda Nairobi. Sawa? Sasa nimeingia live moja juzi.
wanabishana ujinga sana. Mkenya wanatukanana na Watanzania wanatukanana sana. Lakini kitu kimoja kiliniuma sana. Kuna Mtanzania mmoja akasema, Wakenya mnapenda kwenda kwenye miji ya watu huko, kwenye mataifa ya watu mnaenda kujiuza na wanaume mnajibadilisha kuwa mashoga. Afu akitolea mfano, huwa mnamtolea sana mfano Chokuu. Huwa mnamtolea sana mfano Chokuu. Tuache kuwa na mentality za kijinga. Unatakiwa kujua kuwa ushoga, sawa, ni maamuzi ya mtu. Na huwezi kupinga maamuzi ya mtu kama yeye mwenyewe hajakubaliana na wewe. Sasa unasikia uko pande ya TZ, Diamond Platinums, hizo manywele wanga na shuka zimekasirisha wabunge kwa bunge, na sasa wamesema wakipatana na any msanii wa pande ya TZ mwenye ameshuka wanamenyoa hizo manywele, kwa sababu kulingana na maadili ya pande ya TZ haifai. Unajua mimi hii wiki yote nimekuwa nasikiza bunge ya Tanzania na mpaka nashangaa, lakini hata hizi bunge hazina difference na za Kenya. Juu hata Kenya wanadiscussingi tu vitu kama hizo. Nashangaa kwani real issues TZ wanazidiscussingi saa ngapi? Ndio ujue sasa hatu wamesha discuss kila kitu, wamesha sort kila kitu. Sasa ni waingie kwa stories za maadili. Wewe sikia mazema alinoma iko. Sasa inasemekana huko pande ya TZ wabunge wa kibonga wanasema Alikiba peke yake ndio mwenye anavaanga poa, ananyawanga poa, earrings, watu wa TZ vipuli avaangi. Unacheki. So wabunge huko wanasema ati wasanii wote wanafaa kuwe kama Alikiba. Mpaka wanasema ati vile Alikiba huko anga amejibebanga tu ile tu ni kama amejibeba kama mtu mwenye akona heshima. Lakini hawa wasanii wengine ma MPs wanashangaa rada. Kitu ya kwanza hawa ma MPs wanashangaa ni wewe ukishakuwa celebrity, kwa nini unavaa vibaya? Na pia mbona unavaa manguo zinazoenda kukaa kama za madem? So unajua Harmonize na yeye atambuangi mazee kuna siku amevalia sketi.